mwenyewe na simu hapo aperuza tu mwenyewe. Asante. Niko sana tena. Za asubuhi. Nzuri, sijui mlango unakotoka. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Mzima leo? Ni mzima afu naye. Alhamdulillah, mbona sioni hata maandalizi yoyote Makiasma nawe? Mume wangu, sasa mimi hujanipigia hata simu ukasema aje na mimi sijapika lolote sasa ile watoka uondoke. Lakini unajua asubuhi mume akiingia lazima kuwe na nini vitamtamu bwana Makiasma nawe. Najua leo wanywa chai huko. Kwanza subiri, huyu Asma vipi? Kashaenda shule ama? Asma, naona bado yuko huko ndani amelala huko. Nini? Yuko huko ndani amelala. Sasa hivi bado mtoto amelala tu Makiasma. Amesema jisikia vibaya, yuko huko ndani. Yaani Makiasma tulia kwanza. Makiasma mimi nikiwa sipo mtoto ampa sana uhuru yani. Sasa Makiasma mimi ameniambia asikia vibaya. Sasa hii Asma anafaa awe shule, sasa hii ndio anafaa awe shule. Asma mpaka sasa bado kalala Makiasma. Unajua tutakosana. Unajua namaliza fees mimi kwa sababu yake. Naelewa lakini ameniambia yuaumwa. Sasa kabidi nimwache. Aumwa nini? Mtoto kila siku aumwa, kila siku za shule aumwa tu. Tena mtoto wetu. Makiasma na watu watumia fizi hapa wanacheza tu hapa fizi kila siku fizi zinaenda bure. Mimi naenda huko kwenye pilika huko najua mtoto akienda shule bado kalala. Watoto wajinga kweli hao. Mama mwenyewe pia mjinga. Watu ni mwanangu. Makiasma. Huyo hapo. Ndio shikamoo yako pia sitaki. Sasa ni saa ngapi? Wafaa uwe wapi wewe sasa? Hapa sasa wafanya nini nyumbani? Nakuuliza sasa hivi subiri sio uniweke hapa kwanza. Nakuuliza sasa wafanya nini nyumbani? Tulia. Sasa hivi wafanya nini hapa? Nimesikia waumwa na nini? Toka lini wewe? Mbona siku za kusoma wewe wasema tumbo la kuuma? Wajua mimi naweza pesa wewe kwa sababu yako. Makiasma ongea na mtoto kidogo kwanza. Sio ndio mtoto. Kwanza begi tulia, begi liko wapi? Begi liko wapi? Leo enda na mwenye shule, begi liko wapi? Niliacha shule. Begi umeliacha shule. Lakini wewe andika. Waandika njoo. Waandika. Tulia. Makiasma kaka. Makiasma. Wewe andika shule. Ongea kidogo na Makiasma mtoto unamdekeza. Makiasma kaka. Kaka. Makiasma mimi ndo mume mundani. Kaka. Wewe kwa shule waandika. Waandika. Imekwaje begi la shule? Imekwaje begi shule na kuuliza? Makiasma mimi nenda nyuma. Atulia. Wewe andika baba. Imekwaje begi la shule? Simpige. Mtoto yangu za kupewa waeka shule mabegi yao. Kwa hiyo shule andika. Wewe dada. Wewe mwanafunzi. Una shida gani? Niache na wewe mwenyewe nina stress zangu. Hebu niambie kwa sababu mimi na imani kabisa hiyo shida yako naweza nikakusaidia. Wewe niambie una shida gani? Gani nikusaidie? Wewe mwenyewe hata nikikuangalia sijui utanisaidia na nini? Hebu dada usiwe namna hiyo. Wewe nisaidie kwanza uone je nitakusaidia ama siwezi kukusaidia. Haya unasumbuliana na nini ndugu yangu? Hebu niambie. Jana mwenyewe nilala njaa. Tumbo naniuma sitaki kwenda shule. Mwambie mama siwezi enda shule mimi naumwa. Sasa baba alipokuja lazima niende shule na mimi siwezi enda shule hivyo kama niko na njaa. Si wazazi wetu kuna shida. Pole sana dadangu. Pole sana. Sababu wewe unaonekana kabisa una nia ya kusoma. Unaonekana sana mrembo kabisa wewe. Una nia kabisa ya kusoma. Unajua elimu ndio kila kitu katika maisha. Waone kina Mafatuma Achano wale, kina Bimasha wale wamesoma.
Sasa dada yangu, fanya hivi, mimi nitakusaidia. Kuna kiasi hapa nimezunguka nimeleta hichi kitu kidogo. Chukua hii. Utapata viazi na kikombe cha chai. Unywe ende zako shule, sawa? Alafu pia kwaje hivi, chukua na hii namba yangu mwenyewe nimeweka kama akiba. Ukitoka shule jioni utanitafuta, sawa? Tutazungumza vizuri. Usiwe na wasiwasi mama, wewe soma, elimu ndio kila kitu katika maisha, sawa? Wewe mzee, wewe. Baada ya nzuri. Nikuongea nini yule msichana yule mwanafunzi? Yule mwanafunzi mimi nilikuwa naongea naye maneno mazuri. Kama ya vipi? Kwa sababu nimemwona pale amejinamia, anaonekana na stress kichwani, unaona? Na atakana muda huu awe shule. Ndio nilikuwa nikamuuliza, "Hivi mbona uko hapa?" Sasa nieleza shida yake na mimi nikamsaidia. Kwani kulikuwa na shida? Ama ndio nini mambo mwatongoza wanafunzi? Hapana, wewe nuku vibaya mzee. Mimi nia yangu nzuri tu na yule mwanafunzi, sina haja ya kumharibu. Unaelewa? Wewe ndio umenichukulia vibaya, lakini hata siko hivyo. Mimi na nia nzuri na yule mwanafunzi. Kwa sababu yule anaonekana sana na nia ya kusoma kabisa. Unaelewa? Kwa hiyo mengine haina shida. Ngoja mimi niende kwao nikaripoti. Mimi sina nia mbaya naye. Kama unaenda ripoti weka ripoti tu fresh, haina shida, lakini sikuwa na nia mbaya naye. Ni hayo. Utapata ripoti yako.